Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa 5 ambazo ndoto hizo utakapoziota ujua kama ndani yako una roho ya utajiri, bahati na mafanikio na baraka pia. Yaani ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe sio kawaida. Wewe sio kama watu wengine. Ndani yako uko na roho ya utajiri, bahati na mafanikio. Unajua watu tumeumbwa katika namna tofauti tofauti. Kuna watu ambao Mungu amewaumba kana kwamba wao kufanikiwa kwao ni kitu cha kawaida. Kuna watu ambao Mungu amewaumba kwamba wao kwenye swala la kufanikia hawastruggle kabisa, hawahangaiki kabisa. Kwa sababu ndani yao Mungu ameweka roho ya utajiri, bahati na mafanikio. Kwa mpaka mwisho wa video hii nitakuonyesha mwishoni mwa video kama unaota ndoto hizi ni kitu gani unachotakiwa kufanya basi, kwa sababu shida sio kuota, shida ni kitu gani cha kufanya. Unaweza ukaota ndoto hizi lakini bado ukabaki katika hali ya umaskini. Na muda huu ninavyoenda kuonyesha ndoto hizi ambazo zinaonyesha kwamba ndani yako una roho ya bahati, utajiri na mafanikio, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya ya ndoto uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota unahesabu pesa nyingi sana. Wengine wanakuwa wanaota wanahesabu pesa ni za kigeni, wengine wanaota wanahesabu pesa za mataifa yao. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba ndani yako wewe una roho ya utajiri. Ndani yako una roho ya bahati ya pesa. Yaani kwa namna ambavyo Mungu amekuumba ni mtu ambaye kwenye swala utafutaji wa pesa kwako sio ngumu sana. Yaani mtu ambaye ukifanya kitu kidogo kinakubali. Anapogusa biashara huyu mtu, biashara yake inakubali. Anapogusa kazi huyu mtu, kazi yake inakubali. Ni kwa nini? Kwa sababu ndani yake ana roho ya utajiri. Wewe ni mtu ambaye kila unachogusa kinakubali, kila unachogusa kinakuingizia pesa. Lakini sio hivyo tu, ni watu ambao mara nyingi sana huwa wanakuwa ni washauri. Unaanza kuona kwamba kuna watu wanakuja kwenye maisha yako wanakuomba ushauri kuhusiana na mambo yao ya uchumi, ushauri kuhusiana na mambo yao ya pesa. Na pindi unapowashauri vitu vile, wao wanakwenda kufanyia zile ideas ambazo umewashauri wewe. Wanakuwa ni watu ambao wanafanikiwa kwa urahisi. Wanakuwa ni watu ambao wanainuka kwa urahisi. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili, kama bado haujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ambayo inaonyesha kwamba ndani yako wewe una roho ya utajiri, bahati na mafanikio ni ndoto ambayo unaota unavua samaki wengi. Samaki wanamaanisha nguvu ya ushawishi, samaki wanamaanisha nguvu ya maongezeko. Yaani wewe ni mtu ambaye ukianzisha jambo unakuwa unafuatwa na watu wengi. Wewe ni mtu ambaye ukianzisha kitu unakuwa unatafutwa na watu wengi kwa sababu ya kile kitu ambacho umekianzisha. Ndoto ya samaki inamaanisha wewe una nguvu ya kuinfluence watu, nguvu ya kuwashawishi watu. Wewe ni mtu ambaye hata ukiwa kiongozi kwa mfano, ukiwaambia kitu watu wafanye, watu wanakuwa wanafanya kwa urahisi, watu wanakuwa hawana maswali mengi. Wewe unakuwa ni mtu ambaye hauna shida kubwa sana kwenye kuongoza watu. Lakini pia samaki inamaanisha nguvu ya maongezeko. Yaani wewe ni mtu ambaye kama utaanza kufanya biashara basi, ile biashara itakuwa ni biashara yenye ustawi, ile biashara itakuwa ni biashara yenye kuongezeka, ile biashara itakuwa ni biashara yenye kukua. Kwa sababu kuna watu wanafanya biashara lakini biashara zao zinakuwa zikui. Mtu anafanya kazi muda mrefu lakini hapandishi cheo, hapandi madaraja. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wao hawaoti ndoto za namna hii. Lakini kinyume chake basi, unapoota ndoto za samaki inamaanisha kwamba kama ni kazi, kwenye hiyo kazi unakwenda kupanda cheo, kama ni biashara basi unafanya, basi hiyo biashara itakuwa ni biashara ambayo ina maongezeko sio kwa ya kawaida. Sasa ndoto ya tatu ambayo inaonyesha kwamba ndani yako wewe una roho ya bahati, utajiri na mafanikio ni ndoto ya kuota uko na watu maarufu. Watu wanaweza kuwa ni viongozi, wanaweza kuwa ni matajiri, wanaweza kuwa ni wasanii, ama wanaweza kuwa ni watumishi wa Mungu. Unapoota ndoto hii inamaanisha kwamba ndani yako wewe una nyota ya umaarufu. Inamaanisha kwamba ndani yako wewe una nyota ya ukuu. Inamaanisha kwamba ndani yako wewe una nyota ya kujulikana. Sio kila mtu unayemuona ni kama amepangiwa na Mungu kuwa mtu mkubwa, no. Kila mtu Mungu amemuita kwa namna yake. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa maarufu kwenye hicho unachokifanya. Na utakapokuwa maarufu kitu hicho kitakuingizia pesa nyingi sana. Huenda wewe ni mwimbaji na unaota uko na waimbaji wengine wakubwa. Inamaanisha kwamba wewe muda sio mrefu utakuja kuwa ni mtu maarufu pia. Utakuja kuwa ni mtu mkubwa pia. Ama muda mwingine unaota uko na watumishi wakubwa. Sasa itategemea na yule mtumishi wa Mungu mkubwa ambaye unamuona, yeye Mungu anamtumia kwenye upande gani sana. Kama unaota uko na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia sana kwenye miujiza, inamaanisha pia ndani yako wewe kuna nguvu hiyo hiyo ya kufanya miujiza. Ndani yako mwenyewe una karama ya utumishi, una kipawa ambacho kitakuja kusaidia watu katika kutatua matatizo yao. Au kuna muda mwingine unaota uko na wasanii wakubwa. Wasanii hao wanaweza kuwa ni wasanii wa gospel au wanaweza kuwa ni wasanii wa secular, inamaanisha nyimbo za kidunia. Hii inamaanisha kwamba pale unapomwona huyu msanii, kwenye ile level unayomwona huyu mtu, ndio level ambayo nayo unatakiwa kuwepo siku ya leo. Mwingine unaweza kuota uko na viongozi wakubwa wa nchi. Inamaanisha kwamba ndani yako wewe pia una nyota ya utawala. Yaani Mungu amekupangia wewe kuja kuwa mtawala. Na mtawala huyu Mungu ambaye amekupangia kuja kuwa ni mtawala mkubwa. Unapoota ndoto hizi, hongera sana. Unakwenda kuwa tajiri muda sio mrefu. Unakwenda kufanikiwa muda sio mrefu. Unakwenda kuwa mtu mkubwa muda sio mrefu. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya 4 ambayo ndani yako inaonyesha kwamba una roho ya bahati, utajiri na mafanikio. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa ndoto ya 4 ni ndoto ya kuota uko shambani na kwenye ile shamba ulipo unaona mazao yamestawi sana. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba ndani yako una nyota ya maongezeko. Ni wewe ndani yako una roho ya utajiri, lakini ule utajiri ulionao ni utajiri wa kuongezeka. Ndani yako una baraka kubwa, lakini ile baraka ulionayo ni baraka ya kuongezeka. Yaani ndani yako wewe una uwezo wa kuanzisha kitu, na kile kitu unachoanzisha ni kitu ambacho kitakuwa kinaongezeka, ni kitu ambacho kitakuwa kinakuwa, ni kitu ambacho kitakupeleka mbali. Unajua kuna watu wanaweza kuwa wanaanzisha vitu lakini ndani yao hawana roho ya maongezeko. Unakuta mtu anaanzisha kitu lakini hakiongezeki kabisa. Mtu anaanzisha kitu lakini kile kitu kinabaki pale pale. Lakini ndoto hizi ukiziota
inamaanisha kwamba wewe ndani yako una roho ya maongezeko sio kwa kawaida. Au ushasikia kwamba kuna mtu mwingine anakuambia yani kwanza niingie kwenye mahusiano na wewe ama kwanza niwe karibu na wewe najikuta ninaongezeka, najikuta ninakuwa, najikuta kila siku naenda mbele. Unaona, mtu anakuambia vitu vya namna hiyo, inamaanisha ndoto ya 5 ni ndoto ya kuota umeshika funguo nyingi. Funguo ni ishara ya mamlaka. Funguo ni ishara ya utawala. Yaani kama umeota unashika funguo inamaanisha kwamba wewe ndani yako una mamlaka ya kufungua kitu chochote kile. Yaani jambo lote lile utakalokuwa unalifanya litakuwa linafunguka. Mlango wote ule utakaokuwa unataka kuingia kwenye maisha yako utakuwa unafunguka. Either ni mlango wa ndoa, either ni mlango wa uchumi, ni mlango wa kazi. Yaani wewe ndani yako una kitu kikubwa sana. Funguo inamaanisha mamlaka. Na mamlaka ulionao ni mamlaka ya kufungua vitu. Ama muda mwingine ndoto hizi zinaweza kaza maanisha kwamba kama kuna jambo kwenye maisha yako lilikuwa limefungwa kwa muda mrefu, au kuna sehemu ulikuwa unatamani kuweza kufika lakini ulikuwa unashindwa. Ile jambo ulikuwa unatafuta kwa muda mrefu, muda wa kulipata umefika. Kuna funguo ambazo umekwisha kupatiwa katika ulimwengu wa kiroho tayari. Sasa umeota ndoto za namna hii, ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili uweze kufanikiwa? Ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili ile bahati, mafanikio na baraka ambazo Mungu ameweka kwenye maisha yako viweze kutokea sawa sana vile unavyoona kwenye ndoto? Jambo la kwanza utakalofanya, utafungua Biblia katika kile kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 3 inayosema kwamba ndoto hii ijapochelewa ingoje, maana kuja lazima ije, wala haitasema uongo. Kwa hiyo utaingia tu kwenye maombi mafupi, utaambia Mungu, ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ile ndoto ambayo umenionyesha Mungu, najua kwamba wewe huwezi kusema uongo. Najua ndoto hii ya kwamba sio ya uongo. Mungu, naomba sasa na vile nilivyoona kwenye ndoto, basi maisha yangu yaende akawa hivyo hivyo. Mungu, najua ndani yangu umeweka utajiri, umeweka baraka, umeweka mafanikio. Baba, ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikawe sawa sana vile nilivyoona kwenye ndoto, ikawe sawa sana vile ulivyonionyesha maono haya, katika jina la Yesu. Amen. Jambo la pili utakalofanya, utafungua Biblia yako katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 12 inayosema kwamba ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, ndani yangu umeachilia neno lako kupitia ndoto. Umeachilia neno lako kupitia mafunuo ambayo nimeona usiku. Baba, ninaomba kuanzia sasa yale niliyoyaona usiku, yale ulionionyesha usiku, Bwana akatimie, maana wewe sio muongo. Maana neno lako halitasema uongo. Maana lile ulilolisema Bwana lazima liende kutimia. Najua kuna neno ambalo umeliachia kwenye maisha yangu kupitia ndoto hizi ambazo nimeziota. Baba, naomba liende likatimie kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la tatu utakalofanya, utafungua Biblia katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 18 inayosema kwamba maana utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa utaingia kwenye maombi, utamwambia Mungu, ninajua kupitia ndoto hizi Mungu umekwenda kuachia nguvu ndani yangu kupata utajiri. Baba, naomba ikawe sawa sana ulivyosema. Baba, naomba ikawe sawa sana ulivyonena. Kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na utakapofanya mambo hayo makubwa matatu niliyokuambia siku ya leo, na kuhakikishia kwamba zile ndoto ambazo umeziota za utajiri zitakwenda kutokea kwenye maisha yako na itaenda kuwa kwenye maisha yako sawa sana vile ulivyoota. Na kama una ndoto yote ambayo haujui maana yake, iandika pale kwenye comment section, nitakujibu mara moja. Lakini pia kama una shida binafsi, chukua namba zetu za simu zinazoonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen yako. Nipigie moja kwa moja, usinitumie message. Nipigie moja kwa moja, nitaongea na wewe na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Lakini pia kama mbarikiwa na natamani kuweza kusupport huduma hii, unaweza ukasupport huduma hii kwa sadaka yako kupitia information ambazo zinaonekana hapo chini ya screen yako. Fanya hivyo na Mungu wa mbinguni atakubariki sana, kwa sababu utakuwa umesupport huduma hii kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kama unataka kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ya maombi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen, ukatuma message yako WhatsApp, ukaandika neno niunge. Muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya ndoto uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii na inakubariki mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.